Tunamuona yule mwanamke wa maajabu anakumbuka jambo fulani hivi, na tunaonyeshwa Stella akiwa anazungumza jambo na mkuu. Anasema anafurahi sana kusikia huyo mwanamke amepewa kazi ya kumlinda mtu anayempenda maishani mwake. Anaweka sehemu salama zidi yake. Akajibiwa, ombi lako limekubaliwa, ila kuna sharti moja tu, anatakiwa amuue Peter. Sasa huku kwa huyo mtu anaitwa Peter, Midai ndio anarudi nyumbani na binti yake Belema. Anamkimbilia baba yake, ila anashangaa kuona kuna mtu anatoka pembeni ya baba yake. Na baba anaona mbona Belema ashuki kunipokea. Ghafla akachomwa kisu mara 5 na mtu aliyejificha sura yake na kavalia mavazi meusi. Huku Belema anashuhudia jinsi baba yake anavyopambania kumzuia Israeli mtu wa roho asichukue roho yake na kumwacha binti yake peke yake. Muuaji akachukua vitu vyote vya Peter kama saa, bastora na wallet, akageuka nyuma kumwangalia Belema. Na tunamuona Stella ndo aliyokuwa anakumbuka hilo tukio. Akafungua begi lopo mezani hapo na kutoa wallet, saa na bastora ya marehemu Peter, na bastora akaiweka kibindoni na kulifunga begi lake. Sasa hii hapa ni episode ya pili ya The Covenant, na kama hujabahatika kutazama episode namba 1, ipo tayari kwenye channel ya Kusini Icon Plus. Mimi ni Magis Junior, twende sawa. Sasa mida usiku mnene, tunaona gari linapigwa block kwa mbele na wanashuka watu wa Commander Stiles na kuwashusha watu wote waliopo ndani ya daladala hilo na kuwataka walale chini, na Commander Stiles anashuka na kutoa amri kwamba anachagua wasichana baadhi waingizwe kwenye gari lake, ana kazi nao. Akawa anaendelea kujichagulia wasichana watakaomfaa, na alipomaliza akawaambia waliobakia wasali sala zao za mwisho, na yeye na kikosi chake wakaondoka zao. Naomi amekuja kuonana na baba yake Chief Kalu baada ya kumuita, na baba anamwambia anaona wingu kubwa sana linakuja juu yao. Ili kuondoa wingu hilo inahitajika damu ili kuondoa giza. Naomi anauliza nani huyo anakuja kwa ajili ya kufuata hazina ya mkuki. Kalu anasema tayari, mbona wameshafika na muda sio mrefu atakuwa hapa. Naomi baada ya kusikia hivyo akaondoka zake. Hiyo hazina ya mkuki ina maana gani na mmiliki wake ni nani? Tutafahamu. Endelea kutazama kwa umakini. Sasa tuje Naomi ba, Belema amekuja na kikosi chake hapa, na Naomi akamuuliza amhudumie nini. Belema akaomba Malta yeye na wafuasi wake tu, ila Naomi akamwambia kuna kinywaji chake kimoja safi sana ambacho kinamixiwa na mate ya nyoka. Ukinywa unajisikia una nguvu sana. Vipi amletee? Belema akasema asante, niletee Malta au nikuletee supu ya pilipili? Tena inakuwa ya motomoto na tamu sana. Ila akaona mteja anadai Malta. Akaenda kumchukulia, akakutana na Savage. Anamuuliza kwa mtu yule ndio yule au? Naomi anamwambia wahudumie, ukimaliza mpigie simu Skoji. Sasa tunaona ujio wa Diablo na kikosi chake akiwemo na Havoc, mtu anayesemekana alionekana na Sting kama mnakumbuka kwenye episode ya kwanza. Na walipokanyaga Naomi ba, watu wote wakatimuliwa. Diablo amekuja kukutana na Belema, ambapo Belema ana issue yake, hivyo anahitaji ulinzi. Kwa hiyo Diablo yeye anamiliki kampuni ya ulinzi. Sasa Belema anauliza kama anamhakikishia garantia kumlinda huko anakoenda. Diablo akasema yeye hajui hilo. Kwanza hajui kwa nini wanamuita jeshi. Hataki kumhakikishia ulinzi, kwani yeye mwenyewe hapo alipo ni ulinzi tosha, yani asiwe na wasiwasi. Belema anataka kuona picha ya biashara yake kwanza, ambapo tulimuona Commander Stiles yeye kazi yake anateka watu then anawauza. Kwa hiyo hapa Diablo ametoa oda kwa Commander Stiles amtafutie watu kadhaa, afu yeye anatoa ulinzi na kikosi chake. Baada ya kuona picha, Belema anasema kazi ni leo usiku na sio kesho kama walivyokubaliana. Havoc alistuka, ile ndio hivyo tena, mteja ametaka leo. Upande mwingine tunamuona Celestine anatoka zake ghetto na anazuia kupiga hatua yake nyingine na walinzi wa Belema, ila yeye ana force tu, anataka kuongea na Belema. Madam Boss akatoa amri aachiwe. Hai, naitwa Celestine, ila rafiki zangu wanapenda kuniita Sting. Sting sio? Inavutia. Nimefurahi kukutana na wewe. Naitwa Belema. Ni furaha yetu sote. Belema akasema una sound kama msomi vile. Ndio mimi msomi. Belema akasema amwambie anachokitaka kuongea na yeye, maana kati ya watu wote hapa yeye tu amethubutu kutaka kuongea naye. Sting akawa anapiga story tu, hakuwa na jambo lolote lile la maana, na Havoc anamuita Sting aende wakaongea. Sasa Belema akamwambia ana muda tena wa kumsubiria akienda huko. Huku kwa Havoc anaulizwa wawili hao walikuwa wanaongea jambo gani. Sting akasema ni maongezi tu, na Havoc akamwambia hataki kuona tena wanaongea. Kwa nini sasa? Kwani wewe ni rafiki yako? Okay, nimekuelewa. Sting, hivi unakumbuka kwa nini nilikupatia hii kazi? Ndio nakumbuka. Mbona unauliza hilo swali? Kwa sababu kuna vitu uvielewi na hujawahi kuviona hapo awali na ambavyo hautokubaliana navyo. Au ndio yule msichana uliyotaka kumteka? Hapana, sio kumteka.
bali kufanya kazi naye. Haijalishi ni kitu gani kitatokea mbele yako, nahitaji uendelee kutazama upande mwingine. Sting akauliza, unanitania au? Hapana, sikutanii. Ni vitu gani sitakiwi kuona? Sikuambii mpaka utakavojionea wewe kwa macho yako. Kwa nini? Kwa sababu najitahidi kukulinda wewe. Kutoka kwa nani? Kutoka kwako wewe mwenyewe. Sting, hebu kumbuka kwa nini ulijiunga na kundi letu na kwa nini nilikupatia hii kazi. Sting akajibu, kwa ajili ya mama yangu. Yes, Stella. Ila ndio jambo la muhimu sana unalotakiwa kuzingatia ili upate pesa kwa ajili ya upasuaji wa ubao wa mifupa. Sting, na kukumbusha usije kunizunguka. Sting anauliza, mtu gani huo muda wote wanamsubiria hapa? Na anatokea kamanda na mateka wake. Sting anaishia kushangaa tu na akakutana na mshikaji wake anaitwa Nonso na wanakumbatiana. Ni kitambo hawajaonana. Nonso anamwambia sasa hivi yupo na braza Ngozi ambaye sisi tunamfahamu kama Commander Stiles. Sting akasema kumbe jina lake ni Ngozi. Huku anacheka tu na Ngozi akajifanya kumkazia sura Sting asimletee masiala kwenye kazi. Ila mwishowe akamcheka Sting, alimtikisa kidogo tu naye aliingia kwenye mfumo. Vipi Stella anasemaje? Hajambo kaka. Wakapeana hai tu. Ni kitambo. Kwa hiyo hapa tunajua Celestine huku amekuja mwenyewe bila kutekwa kama ambavyo kaka yake Dagogo anavyodhani. Maana watu wote mbona wanamfahamu Celestine vizuri huku. Celestine anamuuliza Nonso nini kinaendelea hapa? Na wao wasichana je? Bro, njoo pembeni nitakwambia kila kitu. Ila nakumbuka bibi yangu aliwahi kuniambia huko wachawi ndio wamiliki wa huu msitu. Na hawataki kuona mtu anakuja na kuona kile wanachokifanya. Umenielewa kaka? Umesema wachawi kivipi sasa? Upo uchawi wa giza humu ndani ya msitu. Yaani ni uchawi mbaya sana. Wachawi wenyewe wanaulinda. Hawataki uibiwe na mtu yoyote ule. Celestine anaona anachanganyikiwa tu. Akikumbuka Havoc alivyomwambia na Nonso tena ni tafulani. Hebu niambie uchawi wa giza unafanyaje kazi? Lazima umwage damu ya roho isiyo na hatia kabla uchawi wa giza hujaanza kufanya kazi. Na damu hiyo inapogusa uchawi wa giza, ila usijali kaka. Kila jibu la swali lako utajionea wewe na watazamaji wa Kusini Icon mtajionea. Na Kamanda na Diablo kazi wakamwachia Havoc na Sting ndio wamsindikize Belema huko. Hatimaye msafara wa kuelekea huko kwenye uchawi wa giza ukaanza. Na huku wanaenda kutafuta hazina ya kichawi ya mkuki. Hivyo wao wasichana ndio roho zisizo na hatia zinazofaa kwa kafara. Na walipofika sehemu husika, Belema akatoa amri miti yote ikatwe eneo liwe safi sana na mabinti wasogezwe kati. Na huku Belema anasugua mikono yake, akachukua bakuli na kuomba kisu. Havoc anawapatia majukumu askari wake akiwemo na Sting, ila Sting maswali yake bado hayajamuishia. Anauliza nisimame pale? Kwani hata ikitokea vita au jambo gani? Belema akaletewa kafara yake ya kwanza ya binti Emanuela na akamwambia asiogope, ni jambo la fasta tu. Huko Sting anaendelea kumuuliza mwenzake kwani pale kinaendelea nini? Wewe fala nini? Nyamaza huko. Fata biashara zako, acha maswali. Huku kwa Belema chap chap akamkata koromelo Emanuela bila huruma na kuanza kukinga damu yake. Sting mwenzake anamwambia mapambano yanaenda kuanza. Anaona kivuli kinakuja. Hivyo akamwambia Havoc ajiweke tayari wanakuja. Celestine akajifanya anaenda ila akamrudia chap. Ila anageuka tu akapigwa na kitako cha bunduki. Huku matambiko yanaendelea na watu wanaweka duara ili kafara ipokelewe. Na mlinzi anamwambia huyu mateka atulie hapo hapo. Yeye anaenda kuchimba dawa. Ila anageuka tu anakuja Celestine anamtuliza na kitako cha bastora na yeye. Sting anamsogelea na kumuuliza Kachi kama anataka kutoroka naye hapa. Bibi akajibu ndio. Ile wanakimbia tu Havoc anatokea mbele yake na kumuuliza anataka kufanya ujinga gani. Ila Sting hakutaka kuelewa kitu, anasema lazima aondoke naye huyu mtu. Havoc akasema hapana, wasianze kugombana, na Havoc akazidiwa nguvu na kudondoka chini na kusepa. Havoc anaamka na kupiga kelele, askari wake wanataka kumkimbilia, ila Belema anasema wasiondoke, mambo yanataka kuanza hapa, wajitulize. Sting anaendelea kukimbia na Kachi wake na Havoc na vijana wake wanamfuata nyuma nyuma, na Havoc hakutaka kupoteza muda, akaanza kumimina risasi kama zote. Na Sting naye hakuwa mzembe, akawa anajibu mashambulizi, ila mwishowe Celestine akapigwa risasi na kudondoka chini, na Havoc kabaki peke yake, na bibi akaona sio pa kubakia hapa, akaanza kukimbia na Havoc anamfuata nyuma. Sasa tuje huku kwa Belema na wenzake. Wanastuka wametupiwa bomu wote chini na wakawa hawana ujanja. Wakawekwa chini ya ulinzi na mkubwa wa kazi Skoji. Ndio anaingia. Tunakumbuka Naomi alimwambia Savage ampatie taarifa Skoji, na ndio ujio wake ndio huu umetia timu. Belema anaomba asiwawe, atawapa pesa kiasi chochote kile wanachotaka, ili mradi yawe hai tu.
Skoji akatoa amri avuliwe nguo zake zote. Belema akashtuka, akaona hata akileta ubishi atauliwa, akaanza kuvua yeye mwenyewe. Blaze, njoo, umemwona yule aliyevaa nguo? Mvesha hizi nguo na mchome moto sura yake isijulikane, kisha mrekodi video. Skoji akatoa maagizo Belema alete kambini na wengine wamfuata yeye. Sasa huku Kachi anaendelea kukimbia kuokoa uhai wake, ila akakutana na Havok. Habari yake ikaishia hapo. Akajitahidi kumpiga Havok kila akufua dafu. Celestine amelala hapa chini, anatokea yule mwanamke na kumwambia amka, na mchizi anapata fahamu na kuamka na kusimama na kuvua bulletproof na akakimbia kwenda kumuokoa Kachi kutoka mikononi mwa Havok. Sasa wapenzi hao wakaanza kuzichapa. Hebu niweke maiki pembeni kidogo. Havok anamuuliza Sting haya ndio malipo yake kwa yote aliyomtendea, na Sting anamjibu yote yanaishia hapa, na Havok akachoma kisu cha tumbo na mwisho wake ukaishia hapa. Kachi anaendelea kukimbia, ila naye anaangukia mikononi mwa mtu ambaye kama huku Skoji na timu yake ndio wanaingia kambini kwao kwa ushindi na shango kama lote, na Belema naye ni mtafiti amekuja kuchunguza wanyamapori. Skoji akauliza wanyamapori sio na Diablo Hapana, yule tulimwajiri kwa ajili ya ulinzi tu. Hivi unafahamu nimelipo pesa nyingi ili nikuue wewe Belema? Belema akashangaa, hajui nani kamgeuka kutaka auliwe. Skoji akasema anamuua maana anaona kabisa anamdanganya, akitaka aseme kweli. Akampatia simu aweke namba ya baba yake na hape ataongea naye. Belema anasema baba yake amekufa mbona? Sasa ni nani aliyetupa hii kazi? Na pesa zetu tutapata wapi? Unadhani hapa tunakufurahisha au tunacheza hapa? Unamwona yule anaitwa Blaze, atakuua ukiwa hai na kukukaanga na kukukata vipande vipande ili tukule kama asoni hivi. Skoji akatoa amri Belema arekodiwe video kisha atumiwe maagizo hayo, akamwachia Blaze. Na Blaze akaitisha gazeti la leo na kumwambia kijana wake afanye kazi hiyo mara moja. Savage akamletea bosi wake Naomi Kachi na kumwambia huyu mtu katoroka kwa Skoji, na ndio wale watu waliomwambia waue wote asimwache hata mmoja hai, ila huyu kakimbia. Naomi akasema anataka kumfahamu huyu ni nani, hivyo apelekwe mafichoni. Huyu ndio yule mtu tulimuona episode ya kwanza ambapo Dagogo alienda nyumbani kwa Naomi. Naomi kaenda kwa babake kumshirikisha kuhusu usumbufu wa Sting kutaka kufahamu mambo yasiyomhusu. Jibu la baba ni amkate moto tu ili kusolve matatizo, ila Naomi hakuafiki kwani yule ni mtoto wa Stella bana. Naomi anamfokea Savage waya kumwambia kama Sting anashirikiana na Diablo, ila Savage anadai Diablo ana PhD ya kujifanya kama kinyonga. Naomi anaona vijana wake wamezembea, anaona kabisa mambo yanaenda kuwa mabaya, hivyo anataka kwenda kwa Kachi, anataka kufahamu yeye ni nani. Akaja kwa Kachi na kumuonesha picha ya Sting na kutaka kujua kama alikuwepo kipindi alichotoroka au vipi. Na Kachi akasimulia tukio zima hadi Sting kumuua Havok. Na Savage akasema anasema uongo huyo. Sting anawezaje kumuua Havok? Kachi akamjibu kuzi alinisaidia mimi na Havok akupenda. Na Naomi akasema yeye anamwamini Kachi. Celestine anastuka, anajiona yupo ndani ya mtumbwi na mbele yake yupo yule mwanamke wa ajabu. Akawa anashangaa anaota au amekufa, ila anaambiwa hajafa na haoti, yupo hai pamoja na yeye na mlinzi wake Sting. Akataka kujua imekuwaje yupo hapa, na yeye anamwambia aliokotwa pembezoni mwa mto na wakamweka nchi kavu na wakagundua ni mzima. Sasa hii hapa ni episode ya pili. Mambo ndo kwanza anaanza kufichuka, na Dagogo atafanikiwa kumpata ndugu yake, na mama tumejua ni mafia. Niandikie comment hapo chini. Tuendelee na episode namba 3. Kadri comment zitakavyokuwa nyingi ndio episode ijayo itakavyotoka mapema zaidi. Twende kazi. Mimi ni Magis Junior. Ciao.